Karibuni sana. Oh, asante sana. Tunashukuru. Sasa ngoja niende ndani nikamwite dada na kaka. Okay, waambie Baba John na tunawasubiri hapa. Sawa. Kwani hawa watu ni kina nani? Mbona ujio wao unanipa wasiwasi sana? Yaani tangu wameingia kwenye hii nyumba. Tulia hapo hapo. Tulia hapo hapo. Nikupe ufafanuzi juu ya hawa wageni ambao ujio wao tu umempa Kizibo wasiwasi na hofu. Moyo unaenda mbio, mapigo ya moyo ya Kizibo yanaenda mbio. Hao ni wageni wa kina nani? Ni wageni hatari sana kwa Kizibo, na nafsi yake na nguvu ya giza alionayo ndiyo imeanza kumshtua Kizibo na kuona kabisa hao wageni si watu wa kawaida. Sasa kabla sijakwambia wageni ni watu gani, naomba utoe comment hapo chini. Unafuatilia Binti Yangu Series ukiwa wapi? Toa maoni yako hapo chini. Unafuatilia Binti Yangu Series ukiwa wapi? Kenya, Uganda, kaunti ya Kisii, Eldoret, Kakamega, uko Rwanda, uko Burundi, au uko Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, wapi? Hao wageni waliokuja ni mchungaji pamoja na mama mchungaji, na wamekuja kwa ajili ya kufanya maombi. Tunajua kabisa nguvu ya giza katika anga la Mungu waga haifui dafu, hailuki. Sasa Kizibo ameshakuwa na hofu juu ya ujio wa watumishi wa Mungu, ingawa hajajua kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini connection ya kiroho, connection ya mawasiliano ya ulimwengu wa roho umeweza kutambuana. Ndio maana Kizibo amepatwa na hofu. Lakini watumishi wa Mungu kuna kitu atakifanya. Hebu angalia nini ambacho kitenda kutokea hapo baada ya Baba Karobo na Baba John kuingia. Ameingia mtu mmoja hatari sana kwa Kizibo, na Kizibo ameshaligundua hilo. Moyo wake umeanza kwenda mbio. Ni kama moyo wangu unawaka moto. Lakini mbona nashindwa kusoma nyota zao? Au hawa nao ni wenzangu? Karibuni sana jamani. Oh, asante sana. Asante sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Nadhani bila kupoteza wakati tungeingia moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha maombi maalum. Aise, nadhani wewe mwenyewe umeona moyo wa Kizibo umepasuka. Yani moyo wa Kizibo umepatwa na ganzi ya namna ya ajabu. Angalia hadi uchizi umestop, uchizi umestack, uchizi umeanza kuscratch, kufanyia ile scratching. Angalia, hebu angalia majicho anayotoa, mimacho anayoitoa. Moyo wake umekuwa mzito, maana kuna nguvu ya Mungu imeingia mahali hapa. Haleluya. Kuna nguvu ya Mungu imeingia mahali hapa. Kizibo sasa anaenda kuaibika. Kizibo anaenda kuchomwa manyanga yake na manguvu yote ya nguvu ya kishetani. Haleluya. Aise, mchungaji huyu tunamtia nguvu. Mimi nafsi nazidi kumwambia mchungaji hapa apige fire, apige maombi hadi Kizibo ateme, atapike, atoe yote ambayo ameyapanga kuyafanya kwa kaka yake na kwa wifi yake. Asiende kutazama video hii. Naamini kwa wenzangu ambao mnamwamini Mungu, basi hapa Kizibo kakiona cha mtema kuni. Je, unahisi Kizibo atapona, atafunguka? Unahisi Kizibo atatoka na mapepo, ushetani utamtoka? Kama unaamini hivyo, endelea kulike na kutoa comment hapo chini. Hebu tuende kumwangalia Kizibo. Nini kitamkuta? Nini Mungu anakifanya juu ya nyumba ya Baba Karobo? Kabla ya yote, kwanza tuanze na pambio ili tumkaribishe Roho Mtakatifu atawale mahali hapa. Inachoma injili yo, inachoma injili ya Yesu.
inachoma injili hiyo. Hiyo ni pambio ya kumwalika Roho Mtakatifu ambayo mchungaji ameweza kuianzisha. Sasa kwa nini mchungaji ameanzisha pambio hiyo ya kumwalika Roho Mtakatifu ambayo inahusu kuchoma? Basi ujue ameongozwa na Roho Mtakatifu. Hajaingia katika nyumba hiyo, na kila kinachofanyika basi Roho Mtakatifu yuko juu yake na ndani yake, akimuongoza, fanya hivi, imba hivi, nena hivi, anza kwa utaratibu huu na utamaliza kwa utaratibu huu. Ndiyo mambo ya kiroho jinsi yalivyo. Hebu tuendelee kusikiliza pambio hili. Inachoma. Ndiyo maana tunawaambia inachoma. Simbe kwa pamoja. Ndiyo maana tunawaambia inachoma. Iende mbele injili hiyo, iende mbele injili ya Yesu, iende mbele. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele. Inachoma injili hiyo, inachoma injili ya Yesu, inachoma. I say, kweli inachoma. Injili kweli inachoma. Injili ya Yesu, neno la Yesu linachoma. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtazamaji unayetazama tamthilia hii ya Binti Yangu Series, unaamini injili ya Yesu inachoma? Kama unaamini, toa maoni yako hapo chini kwamba kweli naamini injili ya Yesu inachoma, na inaenda kuchoma nguvu yote ya kishetani ambayo Kizibo ameingia nayo. Inaenda kuiteketeza hila zote mbaya za kishetani ambazo Kizibo yuko nazo, amezipandikiza. Kisasi cha damu na kiapo cha damu ambacho Kizibo amekuja nacho katika nyumba Baba Karobo kinaenda kuchomwa leo hii. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini nguvu za giza zinaenda kuchomwa na neno la Mungu na neno la Yesu, sema amen kwa imani katika comment amen. Comment amen. Na injili sichome tu nguvu za Kizibo, bali hata katika maisha yako. Kama kuna jambo lote la kipepo la kishetani ambalo limekujia katika familia yako, kwa imani hii sema amen. Mungu aweze kuzichoma na kuziteketeza na kuzifutilia mbali. Kwa imani sema amen. Una shida, una magonjwa katika familia yako, katika kazi zako, katika jamii yako na majirani zako, sema amen. Mungu aendelee kukuongoza, aendelee kukuokoa na kuchoma mambo yote yasiyofaa na kuchoma vitu vyote ulivyopangiwa na shetani au na binadamu wenye idea na mawazo ya kishetani. Mungu aendelee kuzichoma. Sema amen kwa imani. Tuendelee kuangalia ambavyo Kizibo anaendelea kupata moto. Kizibo anaendelea kuwakwa moto ndani yake. Kuna vitu haviko sawa, vinaenda kuharibika hapa punde. Endelea kutazama hapa, lakini toa maoni yako hapo chini. Unatazama Binti Yangu Series uko wapi? Siwezi kuruhusu akafanya ujinga huu. Siwezi kuruhusu nikaumia na kudhalilika wakati sijamaliza kazi yangu. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele. Ndiyo maana tunawaambia iende mbele. Inachoma injili hiyo, inachoma injili ya Yesu, inachoma. Siwezi kuruhusu akafanya ujinga huu. Siwezi kuruhusu nikaumia na kudhalilika wakati sijamaliza kazi yangu. Sasa wakati Kizibo anawaza kwamba hawezi akaumia, hawezi akazalilika, hawezi akazuiliwa misheni yake ikafeli, anataka awajaribu watumishi wa Mungu. Hivi ana akili kweli? Ndio maana tunasema aliyepo kwa shetani hana akili, ni mpumbavu na mjinga. Sasa tunajizilisha kwa Kizibo, yuko upande wa shetani lakini ana ujinga. Anaamini anaweza akawasumbua watumishi wa Bwana Yesu Kristo, watumishi wa Mungu ambao wamekuja kwa uongozi wa Roho Mtakatifu mahali hapa.
Angalia anachokifanya, kinamrudia yeye. Mungu amesema kwamba wakikupiga mara moja, basi tutawarejeshea mara 7. Yaani ukipigwa mara moja, tunawapiga mara adui wakikupiga mara moja, wewe unawapiga mara 7. Ukipigwa kombora moja na adui, basi Mungu anakukinga lile kombora moja alikukuti, na wewe makombora yanayoenda kwake ni mara 7 zaidi ya lile moja lilokupiga. Sasa angalia anachokijaribu hiki kizibo, ni hatari sana, ni hatari sana. Watumishi wa Mungu waweze kuguswa. Shimo walilokuchimbia wewe watatumbukia wenyewe. Magonjwa waliokutupia wewe hapo mtaani yatawapata wenyewe. Ndugu zako na majirani zako waliokuchukia kwa sababu huna hiki na hiki, Mungu anaenda kukuinua sasa, anaenda kutajirika na kuwa na maisha mazuri. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Hebu mtazame kizibo anachoenda kukifanya hapa, ambacho ni hatari kwa maisha yake mwenyewe binafsi, kwa kukosa upumbavu na akili za shetani. Kila mtu ameshangaa. Sasa kizibo anataka aonyeshe makucha yake aliyoyaficha muda mrefu, ingawa familia walimuona mmoja baada ya mwingine, alimuona, lakini aliendelea kuwakamata akili. Je, kwa mchungaji leo itashindikana? Akiigiza, akijifanya amekuwa mzima afu baadaye anakuwa kichaa tena. Je, mchungaji ataliona hilo jambo, naye atapumbazwa kama wengine waliopo ndani ya familia Baba Karobo? Mimi na wewe hatulijui hilo, lakini tunachokiona kwa mchungaji baada ya hilo jambo, anataka mshukuru Mungu, na sio kushukuru tu, nadhani anataka alimalize kabisa hilo jambo, yani achome kabisa hiyo nguvu ya giza iliyopo ndani ya kizibo. Sasa wewe unahisi, ungekuwa ni wewe ni mchungaji, ungefanya nini hapo? Ungefanya nini? Nguvu ya giza, mapepo, mashetani yameanza kunyenyuka sasa. Na yamenyenyuka wakati mwafaka kabisa, ambapo pana uwepo wa Mungu, uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wakati huu tutazame ambacho mchungaji anaenda kukifanya. Kila mtu ameshangaa, hadi Joani ameshangaa. Hebu tazama hapa kinachoenda kutokea. Usiache, usiskip. Tazama hadi mwisho, afu pia wajulishe na wengine kwamba kwa Baba Karobo pameingia mtumishi wa Mungu mwenye nguvu, ambaye anaenda kuteketeza nguvu za giza za kishetani zilizopo ndani ya kizibo. Mnataka kufanya ujinga gani huko ndani? Oh, asante Jehova, asante mfalme wa amani, kwa kuoja tuacha peke yetu, umeendelea kuwa nasi na umeanza kujionyesha ukuu wako na utukufu mapema kabla ya ibada. Asante mfalme wa amani. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tuketie mahali majumba enzi palipotukuka, nenda kinyume na nguvu za giza, uwe ni uchawi, uwe ni majini, awe katumwa, na achilia nguvu ya Roho Mtakatifu ikatawale mahali hapa. Kila pando baya lililopandwa katika nyumba hii, na achilia moto wa Yesu, moto wa Yesu. Fire! Na watu ndani! Na watu ndani! Baba, katika jina la Yesu, na achilia fire! That's all God's name. Jesus, yes. Na achilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Ori baba ndoba. Shikarabasika, shibarabasika, na achilia fire! Fire! I say, jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatenda, Mungu kweli anafanya. Hakuna uchawi, hakuna mapepo ambayo juu ya Israeli.
Hakuna nguvu ya giza juu ya Israeli. Hakuna ubaya wowote juu ya Israeli. Wewe kama unamwamini Mungu, kama unamwabudu Mungu kwenye dini yako, kama unamheshimu Mungu, hakika silizi hii ya Baba Karobo ya binti yangu imetufundisha kitu. Mimi binafsi imeniongeza imani. Hata wewe naamini nimekuongeza imani. Kuna kitu umejifunza. Kuna kitu umepokea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kilichotokea kwa Kizibo kila mtu amekiona kwa macho yake. Nguvu ya Mungu imeshuka na imeenda kumtakasa. Sasa Kizibo ataenda kufunguka yote. Kizibo atang'oa minyololo yote ambayo alikuwa amepanga ubaya juu ya familia hii ya Baba Karobo. Endelea kwa karibu nasi. Unatazama binti yangu ukiwa wapi? Kama umeguswa, kama umebarikiwa na episode hii ya binti yangu series, comment neno amen, comment neno lolote ambalo wewe unahisi limekugusa, unatamani uweze kushare na kutuma ujumbe kwa Baba Karobo juu ya filamu hii inayogusa hisia, inayonyenyua watu imani ya kiroho, pia ya kumheshimu Mungu na kukaa katika maisha matakatifu ya kumheshimu Mungu na kumtegemea Mungu katika kila jambo. Filamu hii, tamthilia hii imeongeza imani kwa watu na kutambua kwamba katika nyumba zao wanapaswa walete watumishi wa Mungu. Hawapaswi kuacha maombi, hawapaswi kuyasitisha maombi wala kuacha kuomba kila itwapo leo. Wasimsahau Mungu, wasisahau kutenda mapenzi ya Mungu katika familia zao na nyumba zao. Maana Mungu anaweza akaleta ulinzi, Mungu anaweza akafuta na kuchoma nguvu za giza, kama jinsi ambavyo mchungaji huyu amekuja kuchoma na kuteketeza nguvu zilizopo ndani ya Kizibo kwa lengo la kuiangamiza na kuteketeza familia ya Baba Karobo. Katika jina lako Yesu Kristo tunasema yote kwa haya tukiamini. Sema amen katika comment.